Tanzania, lakini ni kwa sababu hawajaipa kipaumbele watu waweze kuipenda siasa. Unaipenda vipi siasa? Ujumuishi wa wananchi. Hii inatokana na wanasiasa kuwajumuisha wananchi katika siasa zao. Unaipenda siasa? Mimi napenda haki. Napenda haki, na ili uweze kutenda haki lazima mwanasiasa mtetee hili katika haki hizi. Umeelewa? Kwa hivyo, na ukiwa mtu wa haki sana kwa siasa, utakuwa sio sana mpaka na nguvu za wananchi. Kwa maoni yangu tunafuta. Sawa. Siasa na support, na tunapokuwa tunajumuisha katika mambo ya siasa haya, pengine mapenzi yetu na vyama. Unaelewa? Na sababu ni haki yangu, lazima niwe chama fulani, lazima ni kienzi na kukitumikia na kukilinda. Umeelewa? Kwa sababu gani? Nimezaliwa, nimekuta amani yetu inaendelea kama kawaida. Kuna kitu kizuri kama amani. Wanasema maisha ni mafupi sana. Hapana. Ukiwa makini yanarefuka. Na ukiwa unafanya ibada pia yanarefuka, kwa sababu ibada zinaongeza maisha. Sisi tumeelewana? Mimi siasa naipenda, na sio mbaya kufanya, lakini watu waelewe kabisa kila mtu Tanzania ana haki ya kuwa chama fulani na kusupport kitu fulani kwa sababu ni haki yake. Alright. Sawa. Tutoke kwenye siasa kama nilivyosema mwanzo, safari yake miaka 20 tumepata kuona rangi zako tofauti. Hivi karibuni umejikita pia kwenye hii rangi ya biashara na uwekezaji. Mimi pia ni mmoja wa wawekezaji wako, na kwa sasa roughly kuna kama vijana 100 walio chini ya uongozi wako kwa kupitia platform ya wewe kuanzisha media house. Nilikuwa kugusia Kings Music kule. Kama kijana umejikita kwenye biashara na uwekezaji, vile unaweza kuinspire sasa, kuna challenge gani unakutana nazo kudili na watu tofauti, lakini pia kuhakikisha kwamba hakuna kufeli, lazima wote tuende mbele na hawa wataamini wako na nini sasa? Yes. Right. Ni challenge sana. Ni kazi kubwa. Lakini kazi kubwa hii inakuwa kubwa ikiwa unapoteza watu ambao wako loyal katika kwa sababu first of all, ili uweze kuwini hapa, you mean you have to mean a lot kwa wafanyakazi ili waweze kuwa loyal to you, lakini vile vile unatakiwa utengeneze familia ili at least ile familia they need to know kwamba wakiwa wanakula sababu baba ana njaa naye. Tumeelewa? Kuna baba hajafika chakula cha mzee. Umeelewa? That's the only point you can unaweza ukaishi katika media. Umeelewa? Kiukweli I'm very happy na tuliko sio kubaya, tuliko sehemu nzuri sana. Tumekuja kufanya mapinduzi katika tasnia ya habari na burudani. Watu hawatakiwi kujua tuna challenge gani kwa mtu, lakini when you move forward it means watu wanaona kama hicho ni kitu ambacho tunataka kuona kwa move forward. Yani baba anatakiwa asionyeshe jinsi gani anapambana na maisha ili watoto wake waweze kula. As long as they're happy, we are happy. Nafurahi tuna ubunifu unaongezeka, kazi zinafanyika. I'm very proud of my workers. Mtu wangu wa kazi, familia yangu, Crown Media. To be honest, tuna mwaka mmoja tumetimiza vipi. Tunahitaji miaka 5 kwa kuweza kuachieve vitu vikubwa zaidi. Afu tuwatangazia sisi tuanze kuongea barabarani. Sisi kwa watoto tunaelimika na elimu ya kufanya. Lakini nimesema hapo mbali na kujivunia kwa media, unatambua kwamba haukuanzisha tu media ukachukua watu mbalimbali, na kama ulikuwa katika comments za post za Crown utagundua umekuwa kusifika kwa kuajiri vijana wenye ubunifu na kuboresha sana. Unaweza kushauri nini kwa
unataka kujiingiza kwenye tasnia hii ya habari, sababu kuna sekta mbalimbali burudani, michezo. Yes. Something to inspire. Yes. Mimi nachoomba niseme ukweli njema. Hata wanahabari huwa wanawaambia kila siku neno langu liko pale pale, kwa sababu vision yangu ni tofauti na vision yako. Umeelewa? Kila mtu na vision zake. Mawazo tunatofautiana, uelewa pia tunatofautiana. Kila mtu ana siku yake ya mwisho. Lakini tunatofautiana. Umeelewa? Hata kama itakuwa ni same day, lakini tunatofautiana nini? Tofauti masaa. Nasema hivi, sisi watu wa habari, hii ni sanaa. Hili jambo letu ni sanaa, kwa sababu ni lazima uwe vizuri kichwani. Sanaa lazima unasikiliza kwa twist vitu. Unaelewa, jambo ambalo lakini mzungumzo kwenye hadhira ya watu unasikiliza kila kwa bwana habari pia wanahusika katika hili jambo. Tusijifunge kimawazo. Tusione hivi ndivyo inavyotakiwa ifanye. Waliotengeneza simu, nani alimwambia utaki kufika hapo? Simuona simu zinakuja tofauti. Nani anafanya? Je, magari yalianza mabuta sijui. Nani anafanya? Ni mwanadamu tu. Wewe na so if you have that, yani ukiwa na hiyo mentality, unaweza ukatengeneza dunia yako na watu wakaja kuishi kwa. Just inspire watu. Kuwa mmoja wa watu waliofanya kitu duniani. I always say this. Tusijiwe katika our own bubbles, tukaishi tukaona kwamba hii inafanya fresh. Hapo kaanza kufananishwa kama na Kikeke mfano hivi. Sasa Kikeke naye alipata wapi ile story ya Kikeke? Okay. Ujamaa mkali kama DJ Diami. Sasa DJ Diami yeye alipata wapi? Why don't you do yours? Invent your kitu, tengeneza, unda kitu chako tukufuate. Wewe tengeneza na wewe mwenyewe. Tusiwe wafinyu wa fikra, yani tusiwe comfortable katika zone zetu. Kuna vitu vingi sana Mwenyezi Mungu ametubariki. Ubongo unaweza ukainvent chochote kile. Mpaka sasa hivi katika maisha ya dunia tumeona usafiri za aina ambazo tunazijua sisi wote. Treni, gari, ndege, na nini tena watu wanasafiri, baskeli, pikipiki, meli. Pengine unaweza ukainvent usafiri wa kingine. Achana huko, hizo ni story. Lakini honestly tusijaribu tuone kwa tunaweza kumove na kijani kingine. So hayo ni mawazo yangu.